Karibu tuangalie mfuko wa tatu, mfuko wa JKIM Fund. Mfuko wa JKIM Fund una lengo la uwekezaji wa kutoa gawio lakini na kukuza mtaji wako. Kwa lengo la kukuza mtaji utawekeza kuanzia shilingi 10,000 na ukitaka kuongeza utakuwa unaongeza kuanzia shilingi 5,000. Na kwa lengo la gawio yapo malengo ya aina mbili. Lengo la gawio namba 1 ni kupata gawio kila baada ya miezi mitatu, ambapo sasa kupata gawio kila baada ya miezi mitatu tafsiri yake ni kwamba utawekeza kuanzia shilingi milioni 2 na kila baada ya miezi mitatu utakuwa unapata faida ya 3% mpaka 4% ya fedha zako za uwekezaji. Kwa hiyo sasa ukihitaji kuwekeza kwa lengo la muda wa mwaka mzima huo unapata gawio, yani kila baada ya mwaka mmoja, ambao ndio lengo la pili la uwekezaji kwenye gawio, utawekeza kuanzia shilingi milioni 1. Kwa hiyo ukiwekeza milioni 1 tafsiri yake kwamba kuanzia milioni 1 ukitaka kuongeza utakuwa unaongeza kuanzia shilingi 15,000 na kuendelea, kwa lengo la gawio la milioni 1 kwa mwaka mzima. Kila mwaka unapata gawio, lakini pia kwa malengo ya kila miezi mitatu unapata gawio. Utakubidi kuongeza shilingi 15,000 ukitaka kuongeza uwekezaji wako. Lakini pia katika mfuko huu unaweza ukajitoa muda wowote unapotaka kujitoa. Lakini ukitaka kujitoa katika mfuko huu chini ya miaka mitatu utalipa gharama kidogo za kujiondoa katika mfuko huu. Ukijiondoa chini ya baada ya mwaka mmoja kujiunga, kabla haijazidi mwaka utalipa 2%. Lakini pia ukijiondoa baada ya mwaka mmoja kuisha lakini ni chini ya miaka miwili utajiondoa kwa 1.5% ya gharama ya kipande. Lakini ukijiondoa chini ya miaka mitatu, yani ni miaka miwili lakini hajafika miaka mitatu, tafsiri utalipa 1% ya kipande cha fedha ambazo ulinunua au uko nazo katika uwekezaji wako. Lakini pia mfuko huu unatumika kama dhamana, yani vipande vyako vya mfuko huu unaweza kutumika kama dhamana ya kukopea mkopo. Lakini kama nilivyosema kwamba mkopo unaweza kukopa katika benki yote ambayo iko Tanzania, lakini haiwezi kuzidi 50% ya mkopo ambao unaweza kupata katika zile hela ambazo umeziwekeza. Kwa mfano kama umewekeza milioni 10, una uwezo wa kupata milioni 5 kama mkopo katika benki yoyote ambayo iko hapa Tanzania. Na utakachokifanya ili uweze kupata mkopo utabidi utafute statement yako ya uwekezaji kutoka ITTMS na kuweza kuipeleka katika benki husika, na wenyewe wataweza kukupa utaratibu wao wa kuweza kupata huo mkopo. Lakini pia mfuko huu umekuwa ukikua vizuri, na kwa mwaka 2025 umekuwa kwa 14%. Tafsiri yake ni kwamba kama umewekeza milioni 1 umeweza kupata faida ya 140,000, ambapo ni ukuaji mzuri kwa sababu mifuko ya UTT inatoa 12% na kuendelea. Na ni uwekezaji, na katika mfuko huu unawekeza katika sehemu ambazo ni hatarishi katika eneo la hati fungani za serikali pamoja na kwenye hisa. Kwenye hisa ndiko kuna hatari kidogo kwa sababu kuna kupanda na kushuka. Na hii kusema kuna hatari kidogo sio kwamba huwezi kupata faida. Tafsiri yake ni nini? Sehemu ambapo ina hatarishi ni sehemu pia ambayo inaweza ikaleta faida kubwa. Ndio maana tunaweza tukaangalia kwamba katika mifuko hii ambayo inawekeza pia katika hisa inafanya vizuri, kwa sababu kampuni ya serikali hii ya ITTMS ina lengo la kuweza kuhakikisha inawekeza vitega uchumi vyake katika maeneo ambazo yanazaa sana. Kwa hiyo kuna wataalamu wazuri wa kuchambua kampuni zile na kuhakikisha wanawekeza kwenye kampuni nzuri kama NMB, CRDB na mifuko ile ambayo ni kubwa inayoweza kuzalisha faida kubwa. Kama ukiweza kuwekeza katika mfuko huu una uwezo kuwekeza katika aina hizo mbili ambazo nimekuonyesha. Aina ya kwanza ni kwenye kukuza mtaji wako ambapo utaanza kwa shilingi 10 tu. Na aina ya pili utaweza kuwekeza kwenye mfuko huu kwa lengo la kupata gawio kwa baada ya miezi mitatu ama kwa baada ya mwaka mmoja. Mimi naitwa Pamphilius Leonard Lushoke. Ukihitaji kuendelea kujifunza zaidi, fuatilia katika mfuko wa 4 uweze kupata kujifunza na kuona lengo lako litangukia katika mfuko upi ili uweze kujiunga katika mfuko ulio sahihi.